Kwa majina naitwa Masudi Abu Juma. Ni mkazi wa barabara Bampya. Tuko tuna ombi la kuomba tutengenezwe barabara yetu. Barabara yetu ni ya muda mrefu, imeharibika, ina maji mengi. Kwa hiyo tuko tunaombi mtutengenezee. Hii barabara kwa nini? Barabara changamoto yetu ina madimbwi, maji yenyewe yanatoama. Kwa hiyo changamoto ni kubwa sana, na mvua zikinyesha inakuwa ni shida. Inakuwa ni shida. Kwa sababu barabara zetu kwanza hazina mitaro, mitaro hamna, mitaro ya kupitisha maji. Kwa hiyo maji yanakuwa yanatoama barabarani, kwa hiyo kupita inakuwa ni kazi. Ndio hivyo, ila tunaomba watuone na sisi ili waturekebishie. Wewe kero yako kubwa ni? Kwa majina naitwa Mary. Mimi ni dereva bodaboda mtaa wa Bampya Transformer. Kero yetu hasa ni barabara. Barabara ni mbovu, mvua ikinyesha hamna kitu. Yaani mvua ikinyesha hatuwezi kupita, tunapata shida sana. Kiukweli, yani viongozi wanapiga pesa na hivyo nani zimenunuliwa hizo sijui nini. Greda zimenunuliwa, hazifanyi kazi, hatuoni maendeleo yoyote. Tunaona mpo Makonda juzi amerudishwa pesa. Huku tunaishi kwa shida alafu pesa zinarudishwa serikalini. Itabidi na sisi tuandamane na mwenyekiti na diwani pia tuwaburuze huku. Tuwaburuze kwenye maji ili angalau na sisi tuje tusikike, kwa sababu tukiandamana ndo tunasikika. Hata wakati ambao sio mvua barabara ni mbovu, wakati wa mvua barabara ni mbovu, kiujumla haitengenezwi, hawaweki mitaro. Kwa majina naitwa Agusti Peter. Mimi ni mkazi wa hapa Transformer. Mimi ni fundi ujenzi. Kwa kweli barabara inanipa kero kwa sababu hata ukiangalia mazingira ya kwangu hapa, mimi nakaa hapa, maji yanaingia mpaka ndani. Ndio kama hivyo, hamna marekebisho. Wanasema wanamwaga vifusi hakuna, wanatuletea majabali mwisho, ndo kama hivyo magari yanasumbua nini. Kero wangu ndo hiyo. Serikali inasema imenunua. Kama kiongozi ni mwadilifu, lazima waonee wananchi wake huruma. Hii ni mambo gani? Barabara hii ilivyo mbovu hivi. Alafu anasema wananchi wanaolalamika hawana akili. Kweli hapa? Inaonekana diwani hakuna kitu wanafanya. Anasema sawa. Mimi napingana naye kwa sababu kuna madimbwi. Juzi wakaleta mawe wakayamwaga pale, barabara yote ilikuwa imejaa madimbwi, yote ni mbovu kabisa. Mimi napingana naye kabisa. Haja mwenyewe angalie hali halisi. Na huyu anayesema wananchi wanaosema barabara ni mbovu hawana akili, haja angalia hali halisi. Greda ambalo hatujaona greda. Na hatujui sasa aliyekuja akaweka majabali pale ni nani? Haja tudhibitishie hiyo greda iko wapi, inafanya nini, aje. Maana barabara ni mbovu hii. Mimi naitwa Rigobert Robert Shayo, ni mkaaji wa mtaa huu. Kero hii barabara imekuwa ni ya kudumu. Ilishughulikiwa kipindi fulani, ikawekwa moramu hapa na pale, lakini ule moramu umekuwa unaisha. Na iliwahi kusemekana kwamba itawekwa lami, ambaye lami itatoka Yungane iende mpaka Msasani. Lakini maelekezo yalikuja kwamba wenye nyumba walikataa kutoa maeneo ili kutengenezwe mitaro. Kitu ambacho sio kweli, lakini mimi ninachokiamini ni kwamba serikali haijashindwa. Ni kweli tunashindwa kupita, lakini maslahi ya barabara ni maslahi mapana ya watu wengi. Sasa kinachotokea ni kwamba kwanza pesa ya jamii kama jamii ambayo ni serikali, viongozi wetu ilikuwa ni kazi yao kuangalia kwamba wananchi wanaishi katika hali gani. Na jambo kama ilikuwa ni la kushughulikiwa, watu wakae kwenye utulivu ambao unaeleweka. Lakini kilichopo ni kwamba kwa sababu viongozi barabara hizi hawazitumii, wanaoumia ni wananchi. Imekuwa wananchi wanaachwa wakiteseka kwa hali ambayo sio rasmi. Sasa hivi imefika mahali mpaka barabara hii inafaa kuwa tena haifai. Watu wanaenda kwenye barabara ya Msasani na kukimbia hii barabara. Sasa tunashindwa kujua kwamba watu wataenda wapi kama serikali itashindwa kuwasaidia. Mimi kwa ujumla niseme tumekosa muongozo. Hata hao madiwani na wananchi ambao na wabunge ambao wapo hawaangalii kile ambacho tumewatuma sisi kama wananchi kupeleka kero zetu na kusimamia na kuleta kwamba sasa nyembu fanyeni 1 2 3 tukakwama. Kweli kabisa viongozi tunaona wanagombana, lakini mimi naona mgomvi wao unakuwa wa maslahi yao wenyewe.
lakini sio wanagombania maslahi ya wananchi au unafuu wa wananchi. Hamna kitu kama hicho. Wao wanagombania maslahi yao na maisha yao peke yao, lakini sio sisi. Kwa nini unasema hivyo? Kwa nini nasema hivi? Naona hali halisi jinsi ilivyo. Kitu cha kwanza barabara, mtu atembee njia safi, hospitali na vitu. Lakini sasa hospitali tunayo, lakini sasa barabara ndio hii. Hata mgonjwa mwenyewe ukimchukua ukimtoa nyumbani umpeleke hospitali atafia njiani kutokana na misukosuko ya barabara hii.